wote ni watu wa Excellency Ruto, lakini Wakenya wote si wana wa President Ruto. Watoto ndio wataurithi ufalme. Msalaba umetupa kuzaliwa na Mungu. Hallelujah. Asifiwe Yesu. Jambo la pili tumepewa msalabani. Umeweza kutokoa laana za sheria. Umetuokoa laana. Maneho vigorigo aindu timbasi wakugezeo se barakida. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Baada ya Yesu kuikata roho msalabani, kuna maneno mengi yaliyofanyika, lakini mojawapo kuna maneno ninayopenda. Inasema vazi aliliyokuwa anafunika patakatifu ikakatika kutoka juu mpaka chini. Ungaza gutwari zagaciro. Kwa nini umekubali? Kwa nini umekubali? Kwa nini umekubali? Shetani anakuambia fanya usharati, unafanya usharati. Anakuambia fanya usharati, unafanya usharati. Kufumbua Biblia zetu. Rwandiko Paulo yandikiye Abagalatia. Waraka wa Paulo kwa Wagalatia igice cya 6 umurongo wa 14. 6:14. Ni umurongo wonyine turi busome. Ni hapo tutaweza kusoma. Nanone turasubira inyuma. Tarudi nyuma. Tuje kurangiriza mu Rwandiko rw'Abakorinto. Takuja kutamatisha katika waraka wa Paulo kwa Korinto wa kwanza. Igice cya 2 n'umurongo wa 18. Kwanza 18. Wagalatia. Igice cya 6 umurongo wa 14. 6:14. Haravuze ngo ariko njeweho sinkiratira ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo wateye iby'isi bimbera nk'ibibambwe, naje kabera iby'isi kubambwe. Amen. Darudiriya ariko njewe sinkiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo wateye iby'isi bimbera nk'ibibambwe, naje kabera iby'isi kubambwe. Amen. Turangirize mu Rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abikorinto. Tamatishe katika waraka wa kwanza wa Paulo kwa Korinto. Igice cya 2 n'umurongo wa 18. Kwanza 18. Haravuga ngo ijambo ry'umusaraba kuba rimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebweho abakizwa n'imbaraga z'Imana. Ijambo ry'umusaraba kuba rimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kuko uyu munsi dufite ibikorwa byinshi, sababu siku ya leo tuna kazi nyingi. Tuna meza ya Bwana. Hari igiterane gihari cyo kuramya no guhimbaza Imana. Kuna mkutano wa kusifu na kuabudu Mungu. Turagerageza kwihuta kugira ngo ducunguze umwanya. Kwenda haraka ile tuweze kukomboa muda. Ndashima Imana yatubashishije. Mshukuru Mungu aliyetuwezesha. Katurinda. Na akatulinda. Yagize neza Imana ngo jihimbaza. Fanya vema, Mungu apewe sifa. Je ubwanje nari maze iminsi narazindutse. Mimi kwangu nilikuwa kwa safari siku nyingi. Ninga twateranye nibwo mpagurutse kuva nagaruka mva mu rugendo niyo mpagurutse Gatuti. Jumapili ndipo nimesimama mara ya kwanza kwa ibada. Tumwera rwo kuwa kane twari tugariho n'ubundi. Jumapili hata hii Jumaa tulikuwa pamoja. Ariko ndashima Imana yabanye natwe. Lakini namshukuru Mungu aliyekuwa pamoja nasi. Imana yaturinze iraturindiragira. Mungu akatulinda. Imana ngo ijuru himbaza. Mungu apewe sifa. Imana none kugarugorora. Shukuru Mungu kwa ndugu Rugorora. Yagiye gushingura mukaka hari yarugufuye mu Rwanda. Ameenda akienda kwa mazishi kwa Rwanda. Imana yamurinze kamuragira kamugaruka amahoro. Mungu aliyemlinda akarejea salama. N'umuhango kagenda neza gushingura umuvyeyi wacu. Ikaenda sawa ya kumzika. Nazo turabishimira Imana. Nayo pia tunashukuru Mungu. Ongera none guhampore abantu bose bagize ibyago. Pole watu wote waliopatwa na msiba. Barimwo mwene data Nyabeza. Kukiwemo ndugu Beza. Barimwo mwene data Nyarugabo. Pamoja na ndugu Nyarugabo. N'abandi bagiye tutamenye twese. Na wengine maybe hatukuwajua sote. Abagize abarwaye barwaje. Waliokuwa na wagonjwa muri iyi si. Matatizo ni mengi duniani humu. Ariko turashima Imana yakumye kubagirira neza. Bali tunashukuru Mungu aliyeendelea kuwarehemu. Kandi Imana ikomeze ibahumuriza. Na Mungu aendelee kuwafariji. Nanone nonge kubararika ngo tugane ijambo ry'Imana. Tena nawaalika ili tusikize neno la Mungu. Uze kumenya ko ejo uzaganira uyu munsi. Kujua kwa mimi nitachangia siku ya leo. Nahisemwo iri jambo. Nimeweza kuchagua neno hili. Ngo tuganire ijuru y'umusaraba. Ili tuzungumze juu ya msalaba. Msalaba wa Yesu.
msalaba wa Yesu. Kuko imisaraba ni myinshi. Kwa sababu msalaba ni mingi. Uwo musaraba. Kwa msalaba huo. Nakuyimwa gasuteme kavuga ngo. Metoa title inayosema. Magambo 7. Maneno 7. Mbaraga z'umusaraba zaduhaye. Ambazo tumepewa na nguvu za msalaba. Magambo 7. Maneno 7. Mbaraga musaraba. Tulizopewa na nguvu za msalaba. Cyangwa se ibyo twahawe n'umusaraba. Yale tumepewa na nguvu za msalaba. Tuvuga ngo magambo 7. Tutazungumza maneno 7. Uyu Paulo niwe wanditse urwandiko. Ndiye ameandika waraka huu. Umwanditsi ni Paulo. Mwandishi ni Paulo. Ahantu yandikiye rwandikiye Korinto. Ameandikia Korinto. Arwandika mu mwaka 55. Ameandika kwa mwaka wa 55 baada ya Yesu. Hanyuma urwandiko rugizwe n'ibice 6. Hii waraka imefanywa na sura 6. Agirwa ni 123 cyangwa 23. Mistari 132. Murongo mukuru waryo ni igice cya 2 murongo wa 20. Mstari mkuu wake ni sura ya 2 20. Haleluya. Haleluya. Wanesa sifiwe sana. Amen. Turi kumwe. Tuko pamoja. Abantu ko ndabasanga bahuze tujana. Naribuze ngo umurongo mukuru kiini cha kitabu hiki ni umurongo uri ku 22. Ni sura ya 2 20. Hanyuma Paulo. Alafu Paulo yandikiye Igalatia yari intara. Galatia ilikuwa ni ugatuzi. Yarigizwe n'uturere twinshi. Ilikuwa ni ugatuzi uliokuwa unafanywa na area nyingi. Ariko uturere yandikiye. Lakini area alizoziandikia. Hari karere ka Listra. Kulikuwa na area ya Listra. Hakaba karere ka Derbe. Kuna pia area ya Derbe. Na karere ka Ikonia. Pia area ya Ikonia. Ariko urwandiko nanone. Lakini waraka huu tena. Yatwandikiye uturere twose tw'Igalatia. Ameweza kuandikia area zote za Galatia. Amaze kuvuga ubutumwa. Baada ya kuitangaza injili. Yasuye aragenda. Ameweza kurudi tena. Amaze kugenda. Baada ya kurudi yeye haduka abayuda kukakuja Wayahudi bari bagizwe n'idini ry'Ikiyahudi ambao walikuwa wanasimamia kwa dini la Wayahudi. Batangira kuvuguruza inyigisho Paulo yari yigishije. Wakaanza kufuta mafunzo Paulo alikuwa amefunza. Paulo agera Igalatia. Kwa maana Paulo alipofika Galatia yasanzwe abanyagalatia babaswe cyane. Ameweza kupata Wagalatia wakiwa wametawaliwa sana. Amategeko. Wakiwa wametawaliwa na sheria. Kwa maana walikuwa wanakubali umuntu ahabwa agakiza ya kuwa mtu anapewa wokovu bishingiye ku mategeko ikisimamia kwa sheria na hata kwa kazi matendo. Paulo ababwira Yesu Kristo abamba akawaambia Yesu aliyezikwa kuko umutwe w'ijambo mukuru w'iki gice. Kwa maana kiini kikubwa cha sura hii cyagwa intego ya Paulo kwandikira kubwiriza ubutumwa Galatia. Lakini lengo la Paulo kuhubiri Galatia yari bababwira hejuru yo kubaturwa. Alikuwa anawaambia juu ya kufanywa huru. Yari bababwira hejuru yo kubohorwa. Alikuwa anawaambia juu ya kufunguliwa. Hejuru ya mategeko. Juu ya sheria. Amategeko sheria yari mu bitabo za Mose. Torati zilikuwa kwa vitabu 5 za Musa. Kandi hizo vitabu za Mose. Na hizo vitabu za Musa biravuga ngo Biblia inasema amategeko yari umushorera w'ubwoko bw'Israeli. Torati lilikuwa ni kinachowasindikiza wana Israeli. Yaberekaga umurongo ngenderwa. Ilikuwa inawaonyesha mstari wa kupitia. Ariko nanone lakini tena cyari igicucu. Ilikuwa pia ni kivuli cyo kugaruka kuja kwa Yesu. Ya kurudi kwa Yesu. Kwa gakiza tuzahabwa na Yesu. Kwa wokovu utakayopewa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Nanone alafu Paulo niwe wigishije Galatia. Ndiye amefunza Galatia. Avuga hejuru kubaturwa. Akizungumzia juu ya kufanywa huru. Hariho inzira 4. Kunazo njia 4. Yaberetse kuntu dufanya gutsindishirizwa. Ambazo zinatuonyesha vile ya kuweza abereka ko twatsindishirijwe. Akaonyesha kuwa tumeweza kushindiwa kubera atari imirimo. Kwa sababu si kazi matendo. Ahubwo twatsindishirijwe. Bali tumeweza kukombolewa. Kubwo kwizera. Kwa sababu ya imani. Umwami Yesu. Mfalme Yesu. Avuga inzira 4. Akazisema njia 4 zidufasha. Ambazo zinatusaidia gutsindishirizwa. Kuweza kupata cyangwa se zadufasha. Ambazo zimetusaidia gutsindishirizwa. Kuweza kupata wokovu. Njia ya kwanza. Akasema Mungu peke yake niyo yafashe ya mbere. Ndiye amechukua hatua ya kwanza. Kwa maana yadukunze. Ametupenda. Iduhaza umwana wawe. Na akatupa mwanawe. Tanga umwana wawe. Akatupa mwanawe. Tanga umwana wawe ukineke. Akatupa mwanawe ambaye ni wa kipekee. Pili. Aravuga ngo akasema inzira ya kabiri dufanya gutsindishiriza. Njia ya pili itakayotusaidia kushindiwa. Nukuvuga ngo ni kusema ngo n'ubuntu. Ni neema. Noneho alafu naringize nkoresha intebe kugira ngo nigishe nombe mwarimu ariko nta mwanya ni mutoya. Muda unasonga. Reka mbigiranye kuntu byari bimeze. Wacha nifanye vile ilikuwa.
imbere yacu hapa mbele zetu hari intebe y'umunyamahanga, kuna kiti cha mwenye mataifa, ahandi hapa kwengine hari intebe y'umuyuda, kuna Myahudi, hapa mpagaze imbere yanyu hapa katikati hari intebe y'Imana, kuna kiti cha Mungu. Umuyuda Myahudi yemera yari afite amategeko, alikuwa na sheria Torati, yibwira kuko atsindishwa n'amategeko, alikuwa nadhani kushindiwa na Torati. Umunyamahanga we mwenye mataifa yeye amategeko yari afite, hakuwa na sheria, we yari nyagufa, yeye alikuwa ni wa kukufa, nta kindi yari ategereje, hakuwa na ngojea chochote. Imana Mungu sasa ni umucamanza, yeye ni mshauri, kandi umucamanza na yule mhukumu utari ufite imbabazi, ambaye hakuwa na huruma. Ahangaha uyu nguyu ahangaha ku ruhande hapa kando hari icya amategeko, kulikuwa na Torati. Amategeko Torati iyo nta kindi, hakuna kingine. Kora gutya, fanya namna hii, bigende gutya, iwe hivi. Nukora gutya, ukifanya hivi ibikunda, haitawezekana. Ahirya hapa kando hariho Yesu, kulikuwa na Yesu. Yesu nkumuvugi, Yesu kama mtetezi, kuvuganira nde, ambaye anatetea kina nani? Anatetea Myahudi, kuvuganira munyamahanga, anatetea mwenye mataifa. Lakini Mungu alikuwa ni mhukumu. Amategeko nayo ari umushinja, sheria zikiwa pia ni za kutuhukumu. Adushinja buri Yesu, alafu ilikuwa inatushtaki kila mara. Alafu Yesu agaragaza kuvuga, Yesu akajaribu kusema na haikuwezekana, kuko ari umunyamahanga, kwa maana ikiwa ni mtaifa, ari umunyamuyuda, ikiwa ni Myahudi, bose cyaha cyarabafashe, wote dhambi imewashika. Paulo yandikiye Abaroma, maana Paulo akawaandikia Warumi, akawaambia namna hii, bose bakoze ibyaha, wote wakatenda dhambi, bose bakoze, na wote wametenda dhambi, na hakukuwa mwenye amefikia utukufu wa Mungu. Yesu amaze kuvuga binanira, baada ya Yesu kutetea na ikashindikana, intebe ayikuraho, akatoa kiti chake, ayisubizaho, alafu akarudisha hapo, ari umwishingizi, akiwa sasa yeye ni wa kujitolea, kwa maana hao wameshikwa na dhambi, kandi itegeko nta kindi, na Torati hakuna kingine ni kutuhukumu, kutushtaki. Umwambaro w'uvugizi, Yesu akaingia kwa utetezi, yambara umwambaro wo umwishingizi, akatoa vazi la utetezi, akaweza kujitoa, akaja akaweza kujitoa kwa ajili yetu, akasema hata kama nimesema nikatetea ikashindikana, dhambi ikamshika, lakini angalau kile ningelilipa, malipo angelitoa, malipizo angelipewa, mimi muweze kunihesabia. Yesu akakubali, akaweza kujitoa, akafa. Baada ya kufa, alafu na hatukuhesabiwa tena kuziakiwa ambayo inaletwa na sheria, bali tunaweza kuhesabiwa haki ambayo inaletwa na kumwamini Mfalme Yesu. Inamaanisha hivi, anayetamka na kinywa chake na kuweza kuamini na moyo wake, huyo ataweza kukombolewa. Haleluya, zumvikanye, umeelewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. None nivuze ngo urara kukudutsindishisha rero. Alafu nilikuwa nasema kushindiwa. Yesu amaze gutanga ikigihugu, baada ya Yesu kulipa malipo, haboneka inzira zine, kukaweza kupatikana njia nne. Inzira ya mbere gutsindishisha, njia ya kwanza kushindiwa ni Imana ubwayo, ni Mungu peke yake. Inzira ya kabiri, njia ya pili ni ubuntu twagiriwe, ni neema tuliyopewa. Inzira ya gatatu, njia ya tatu, umwami Yesu, ni Mfalme Yesu. Inzira ya kane, njia ya nne, na amaraso ya Yesu, ni damu yake Yesu. Hizo njia hizo zadutsindisha, ndizo zimeweza kutushindia. Na sisi waliokuwa mbali, Paulo akawaandikia Waefeso, akawaambia kwa sababu ya utu wa kale, kwa sababu ya nafsi yetu tulikuwa ni wakutendewa jeuri kama wengine, lakini kwa maana Mungu ni wa neema, ametubadilisha pamoja na Kristo. Mungu apewe sifa. Haleluya. Kwa sababu ya nafsi yako, kwa maana Paulo akawaandikia Warumi, akawaambia namna hii, ona malipo ya dhambi ni kifo, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Asifiwe Yesu. Asifiwe Mwokozi. Hachonari kuzakora ngonemerwe n'Imana, shimwa Yesu warakoze, waduhuje n'Imana. Hachonari kuzokora ngonemerwe n'Imana, shimwa Yesu warakoze, waduhuje n'Imana. Ashimwe Yesu atwita. Asifiwe Yesu aliyejitoa kwa ajili yetu. Ashimwe Yesu wabaye kiguzi. Asifiwe Yesu aliyejitoa kama sadaka kamilifu. Haleluya. Haleluya. Niona
ndipo alikuwa anasema baada yake kwenda, baada ya kuambia Wagalatia Paulo vile lazima tuweze kukombolewa, yale torati yalikuwa yameshindwa, kwa sababu ukirudi kwenye sheria ilikuwa ni vigumu zaidi, ilikuwa ni vigumu kali. Sijui nilipoandaa neno hili kama tungeliishi kwa sheria tena, ilikuwa ni vigumu zaidi. Haleluya. Haleluya. Ilikuwa inasema jicho kwa lingine, lino liweze kungolewa kwa lino lingine, na malipizo ya jicho kwa jicho lingine. Alafu hizo sheria 630 ya Wayahudi, 10 ya Musa, ilikuja kuishi ikiwa ni 1026. Hizo sheria zote hizo hatungeliweza hata kidogo, hatungeweza kufanya jambo, haingewezekana. Lakini Paulo akawaambia Wayahudi, akawaambia wa mataifa pia, akawaambia Wagalatia, akawaambia hivi, tumeweza kushindiwa na neema ya Mungu, tumeshindiwa na damu, tumeshindiwa na Mungu pekee. Yohana akaandika akasema, kwa jinsi Mungu akaupenda ulimwengu na ikamfanya amtoe mwanawe wa pekee, ili amwamini yeyote asiangamie bali apewe uzima wa milele. Tazungumza juu ya kuamini ni nini, kwa sababu pia ni njia mojawapo ya 5. Aina 5 ya kuamini. Kuna imani ya kawaida, mtu anapeleka pesa yake katika benki, unaweka huko, pale umewekeza uwajui, lakini unaamini ya kuwa utapata. Wengine wanapika restaurant na wanaamini ya kuwa watapata customer, anaenda kazini akiaga anaamini ya kuwa atarudi. Hiyo ni imani ya kawaida. Kuna imani ya mapepo, wanajua wamehukumiwa, wanajua Mungu yupo, wanajua Yesu atarudi. Hiyo ni imani ya pili. Imani ya 3 ni imani ambaye Mungu anatamka kumpokea Yesu. Unampokea Yesu kama mfalme wako. Imani ya 4 ni imani ya karama, karama inayofanya maajabu. Imani ya 5 ni imani ambayo ni kama matunda, ambayo imeandika katika Wagalatia 5:22. Tunda la Roho ni furaha, amani pia na imani. Lakini imani tutakayozungumzia ni imani ambayo inaponya, amani ya kumpokea Yesu. Anayemwamini mtoto huu anaye uzima wa milele, asiyemwamini ameshahukumiwa. Apewe sifa Mungu. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ariko Paulo amaze kuwafu. Lakini Paulo baada ya kutoka, haza abayuda, kukakuja Wayahudi ngobemeraga idini rya Kiyahudi, ambao walikuwa wanakubali dini la Wayahudi, batangira kwigisha, batangira kuvana inyigisho Paulo yarigishije, wakaanza kuzifuta mafunzo aliyokuwa amewafunza Wagalatia. Wakaanza wakiwaambia, nikute mwemera ko Paulo ari mtume, ilini mnakubali Paulo ni mtuma? Mnakubalije? Kwanza katika mtume 12 mna jina la Paulo hapo? Hakuna. Wale ambao wanaenda kutangaza injili kutoka Yerusalemu na wanakuja, mnajua habari, wakaanza kutoa mafunzo ya Paulo. Watu wakaanza kuwafunza na tena, kwa maana hatukombolewi na imani, bali tunakombolewa na kazi zinazoletwa na sheria. Watu wakarudi kwenye utumwa, Paulo alipojua akawaandikia, akawaambia namna hii, enyi Wagalatia, nani aliyewaloga? Nani aliyewaloga? Nini mmeanza mambo ya kiroho baada mkaishi na mambo ya kimwili? Amen. Haleluya. Kuna watu wengi wameokoka hapo mbele, wakafanya kazi nzuri sana, kazi nzuri, lakini nyakati siwamalize nguvu za moyo,
wameenda wakirudi nyuma, wakirudi nyuma. Haya mafunzo Paulo anazifananisha kama uchawi, ni kama vile sumu. Akasema ni nani aliyewaroga? Nianzaje? Alafu mkarudi nyuma. Imani ile ya kwanza, imani aliyonipa Yesu, mimi sitaiacha. Upendo ule ule, upendo ule wa kwanza, upendo ule aliyonipa mimi sitauacha. Neno linasema bakini vile mlikuwa huko zamani mkiitwa, bakini vile mlivyokuwa mkiwa mmeitwa. Kuna waume ambao walikuwa wanaomba na kuenda huko faragani, wanashinda njaa kwa kuomba Mungu, lakini nyakati na mafunzo mengine waliopatana yameweza kuwatoka. Kuna wake walikuwa wakili na kuomba, imeisha, wamerudi nyuma. Kuna vijana wavulana kwa wasichana walikuwa wanamkeshea Mungu, walikuwa wanamkeshea Mungu na kuimba nyimbo. Ndugu ameimba akasema kuna wamoja ambao wanamkeshea, wanaimba lakini wanaimba asiyo ya Mungu, wanaimba mambo yasiyo ya Mungu. Sasa hawamkeshei Mungu, sasa hawakeshi wakiomba. Sasa amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ubunyine barashize. Wameisha. Ubunyine byarakamu. Imesha kama. Baba imwingero nishi. Wamekuwa na viwango mingi. Bamwe basigaye gusa ukwishushanya. Wamoja ni kujifananisha. Abandi baremeye. Wengine wamekubali. Barasinzwe. Wameshindwa. Mu rugamba haba abantu batatu. Kwa vita kuna watu watatu. Hari umuntu wegwa asinzwe urugamba. Kuna mtu aliyeshindwa vita, wamanitse amaboko abwira Satani, ambaye ameinua mikono akamwambia Shetani, akasema nimekubali, nimeshindwa. Shetani anamtawala, anampeleka huku na huku. Mtu wa pili ni mtu aliyeshinda vita, hata akiwa vitani. Paulo amesema nimepigana vita nzuri na nimemaliza safari, kilichobaki huyo hapo, lakini ameshinda, ni mshindi kwa maana anamwamini Yesu. Watatu ni ambaye yuko vitani lakini hajashindwa. Lakini kuna watu wengi ambao wameshaaga, wameamwambia Shetani, tukasema tumeshindwa. Shetani anawatawala, akitaka usiku anawapeleka huku, akija asubuhi anawapeleka huku, akifika kwenye masengenyo anawapeleka, akifika kila mahali anawapeleka. Hawana kinga. Kwa nani? Wameshainua mikono, wamemwambia Ibilisi, sisi tumeshindwa, lakini tuwazuse kandi kugira ngo bongere bafate umusaraba wa Yesu. Tuwazuse kandi, amkeni, amkeni, ateni, wacha kumwagia Shetani, wacha kukubali, acha njia hizo. Kwa nini? Tunaye mfalme Yesu ambaye ameshinda kwa ajili yetu, na yupo macho kwa ajili yetu, na yupo kuume kwa Baba, na anatuombea usiku na mchana. Na usikubali umwanza gutwara iby'agaciro, umwanza gutwara iby'agaciro. Kwa nini umekubali? Kwa nini umekubali? Kwa nini umekubali? Shetani anakuambia fanya usharati, unafanya usharati. Anakuambia fanya usharati, unafanya usharati. Anakuambia zozana, unazozana. Anakuambia sirika, unasirika. Biblia haikatai kusirika. Inasema ukisirika usitende dhambi, lakini usishinde siku. Shetani anakuambia leta mgawanyiko, unakubali. Amuka, zuka. Amuka tena. Amuka tena, uendelee na safari. Yarasinze Yesu sinza atsingwa, yarasinze wa mwazi mu butayu, nshuti yanje nawe mwene tata, usabe Yesu nawe akurwanirire. Uruganda sikonta zona nigwa, iby'amaso yanjatari abona, niz'amatwi yanjatari yumva, zananirwa keretse nibibona.
Hallelujah. Yarasinze Yesu yarasinze. Yarasinze wamwasi mu butayu. Shuti yanje nawe mwene data we. Usabe Yesu nawe akurwanirire. Reka kwaga. Wacha kuinua mikono. Reka kwaga. Wacha kuinua mikono. Reka kwaga. Cha kuinua mikono. Reka kwaga. Cha kuinua mikono. Tufite Yesu watunesha. Tuna Yesu aliyetushindia. Yesu aliyetushindia. Tuna. Tuna mfalme ambaye anaweza yote. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Isinyigisho Paulo. Mafunzo haya Paulo alianza kufuka zikiranye n'uburozi. Alikuwa anazifananisha kama vile uchawi. Hallelujah. Hallelujah. Hanyuma alafu ni sezerano ryake kwa agano la kale bari bafite ibintu bitatu bari bahagarayeho cyane. Walikuwa na vitu tatu ambazo zilikuwa ni msingi sana. Ariko natwe mu sezerano rishi. Lakini nasi kwa agano la jipya tuna vingine msingi tatu. Sezerano ryakera. Agano la kale bari bahagaze kuri Mose. Walikuwa wanasimamia kwa Musa. Mose wabaha amategeko. Musa aliyowapa Torati. Chakabiri bari bahagaze. Ya pili waliokuwa wakisimamia walikuwa wanasimamia juu ya Torati aliyowapa Musa. Ya tatu walikuwa wanasimamia umusozi Sinai. Ni mlima Sinai. Lakini sisi katika agano jipya tunasimama kwa vitu tatu. Kwanza tumesimama kwa Yesu aliyetushindia. Pili, haleluya, haleluya, tunasimama kwa neema tuliyotendewa. Haleluya. Tatu, tumesimama katika mlima Golgotha pale tumekombolewa. Haleluya. Haleluya. Golgotha kugiti niho Yesu yababwiwe kugira turonge kudapfa yababwiwe kugira ngo turonke kudapfa. Isezerano ryakerebo agano la kale bari bahagaze kuri Mose. Walikuwa wanasimamia kwa Musa. Bari bahagaze ku mategeko. Kwa wanasimamia kwa Torati. Bari bahagaze ku musozi Sinai. Walikuwa wanasimamia kwa mlima Sinai. Lakini sisi tuhagaze kuri Yesu. Tumesimama kwa Yesu. Waduchunguye. Ambaye ametukomboa. Aliyekuwa mkombozi. Tuhagaze ku buntu. Tumesimama kwa neema. Ambaye tumetendewa. Tumesimama kwa mlima Golgotha. Haleluya. Karivari na kawindiri. Dirimbo inyuzu umutima we. Karivari na windirimbo inyuzu umutima. Narabohowe narabohowe ndumwana w'Imana. Narabohowe narabohowe ndumwana w'Imana. Kera zamani umusaraba wari ikivumu. Msalaba ulikuwa ni laaniwa. Umusaraba gusachari geno c'Abaroma. Ilikuwa ni adhibu ya Warumi. Misaraba ikigige hatutarudia vile msalaba ilikuwa. Kavuga umusaraba uguteranya. Lakini wacha niseme msalaba wa plus. Uzumera nguteringira wa kujumulisha. Murongo manuka. Mstari unayoteremuka. Yesu yaduhuje n'Imana. Ametuunganisha na Mungu. Murongo utambika. Mstari unayo urabona Yesu. Nasema Yesu yaduhuje n'abantu. Ametuunganisha na watu. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Yesu yaduhuje n'Imana. Yesu ametuunganisha na Mungu. Yesu yaduhuje na watu. Yesu ametuunganisha na watu. Muricho kwa msalaba ichoge c'Abaroma. Msalaba katika Warumi. Waga Yesu alikifu. Aliyekuwa akisema kwa msalaba alikuwa ni laaniwa, mlaaniwa. Lakini Yesu alipofika akabadilisha kuwa baraka. None Golgotha ahindutse imbabazi abakugezeho bose barakira. Singiti nyuwo muso ahubwo ndawifu kugira ngo ayo maraso ambaturiwe. Noneho bigorigo ahindutse imbabazi abakugezeho bose barakira. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Yesu amaze kuchikana ku msalaba. Baada ya Yesu kuikata roho msalabani kuna maneno mengi yaliyofanyika. Lakini moja wapo kuna maneno ninayopenda. Inasema vazi vazi aliliyokuwa anafunika patakatifu ikakatika kutoka juu mpaka chini. Haleluya. Haleluya. Nono uviskanishwi. Alafu kasikika sauti.
kasema sasa tunao shujaa ya kuingia patakatifu ili kila mmoja aweze kujitolea dhabihu. Pale kulikuwa kunafika kuhani mkuu kabadilika kuwa rehema, nawe unaweza ukajifikia njia uingie katika na utapewa msamaha. Huyo msalaba aliyefika alikuwa ni mlaani, lakini aliyefika huko akapewa msamaha, akapewa neema na akahesabiwa kama mfalme wa Mungu. Haleluya, haleluya. Kwa sababu ya muda wacha tuseme neno haya ni mengi. Cha tuseme neno tuliyoyapewa tulipofika msalabani. Neno la kwanza, msalabani umetuponya dhambi. Waraka wa Galatia 1:4. Neno la kwanza tumepata msalabani. Msalaba ilikupa tumesamehewa dhambi. Sura yake ya kwanza mstari wa 4. Abagalatia igice ca mbere umurongo wa 4 haravuze ngo witangiye ibyaha byacu, ngo aturokore ikigihe kibi cya none, nk'uko Imana data wa twese yabishatse, icyubahiro kibi cya iteka ryose. Amen. Pigia Mungu makofi. Haleluya, haleluya. Aliyetuponya kuokoa na dhambi na akatuokoa katika nguvu za kisasa na akaweza kutufanya huru. Paulo akawaambia Wagalatia, akawaambia utukufu na heshima iwe zake milele. Yesu alipofika msalabani umetuponya dhambi ya ukoma, dhambi ya Adamu ambayo ilikuwa imetutenga na Mungu, tukaweza kumkaribia tena Mungu. Haleluya, narababariwe. Mkristo pamoja na mtumaini walipofika msalabani wamepata maneno 3. Alipokaribia msalaba, alipoanza kupiga mlima uliokuwa hapo msalabani, mzigo ulikuwa mkimlemea, kaanza kulegea. Alipofika karibu, kamba zilizokuwa zikishika mzigo huyo zikakatika, alafu ikaenda mpaka huko shimoni, ikaenda milele na kuweza kuona tena. Akafika msalabani. Alipofika msalabani akaambiwa na wanaume 3. Wa kwanza amemwambia, Mkristo mzuri, dhambi zako umesamehewa. Wa pili akamvua mavazi ya kuchakaa ambayo alikuwa amevaa, akamvalisha vazi zuri la kazi ambayo ni kazi za haki, akamtoa utu wa kale, akamvalisha utu wa kale mpya, akamvalisha ndio kuamini Yesu. Mtu akifika msalabani siriko inaisha, makasiriko yanaisha, na alikuwa na tamaa, anatoa utu wa kale, anavaa tabia mpya. Watatu akampa kitabu, akamwambia hivi, endelea kusoma itakufikisha Sayuni. Hii ndio chakula tumepewa, hii kilicho kichwa chachu. Wewe ambao usome Biblia, udali Biblia, safari itakushinda, kwa maana safari hii, safari njia ipo hapa. Hutatoka katika shimo, hautapewa na pesa, hakuna teknoloji, habari za habari. Safari hii ipo kwa njia hii. Haleluya, haleluya. Pili, akamweka ishara katika uso ambaye ni Roho Mtakatifu. Mtu akifika msalabani anahesabiwa, anasamehewa dhambi. Akifika msalaba anatoa utu wa kale,
anavalishwa utukufu, akifika msalabani anapewa kiu. Biblia haiko imani na yeye. 3 na anawekwa ishara. Haleluya. Kitu cha kwanza ambayo tumepewa kwa msalaba, tumesamehewa dhambi. Tumesamehewa dhambi bali bakari basi basi. Samehewa dhambi sote, sasa tu wanawake. Tumesamehewa dhambi sote, sasa tu wanawake. Haleluya. Haleluya. Kabiri. Pili. Cha kabiri chadoe. Jambo la pili tumepewa msalabani. Wadukishije umuvumo w'amategeko. Umeweza kutokoa laana za sheria. Wadukishije umuvumo. Umetokoa laana w'amategeko ya sheria. Haleluya. Haleluya. Huyo msalaba wa Yesu. Msalaba wa Yesu. Agongo tunganiye mwami. Fiti ntegeke mu mutima. Akubona ndese mukiza. Ngwababarirwi ibyaha byanje. Kumusaraba wawe mwiza. Nizeye ko ariho no kirirayo. Mwamunongesha yo maraso. Kugira ngo tunganire Imana yo. Mwamunongesha yo maraso. Kugira ngo tunganire Imana. Haleluya. Kwari utwari kivume. Tulikuwa ni walaaniwa. Tulikuwa ni walaaniwa kwa sababu ya sheria ambayo ilikuwa imetushinda, ambayo imekuwa imetushinda. Walikuwa wanajaribu kuleta damu, lakini damu ya kondoo, damu ya ng'ombe, damu ya ua hayakuweza kutoa kile alikuwa anafanya. Yalikuwa yakifunika, lakini tena baada ya muda inarudi tena. Tulikuwa na laana ya sheria, lakini msalaba wa Yesu kila umetuletea, umetuondolea laana, na sisi tumeweza kutoa laaniwa. Tumetoa laana. Haleluya. Papa soma Gorwandiko waraka huo 3:13. 3:13. Kumva kuntu twagwe mata. Ndugo Rwandiko ushiyaga karatasi rwo tuma gusoma. Tahandi. 3:13. Kumva kuntu twagwe umuvumo. Tusikilize vile imetuondolea laana. Umurongo wa 13. Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko. Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko. Ahindutse ikivume ku bwacu. We yemera guhinduka ikivume ku bwacu. Nkuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. Amen. Na bivuze ngo nimesema uwazaga ku musaraba aliyekuwa akipelekwa msalabani alikuwa ni mlaaniwa, alikuwa ni mtu wa kushindikana, alikuwa ni mjambazi, alikuwa ni muuaji, ilikuwa ni adhabu ya kuaibisha, ilikuwa ni aibu ya kuaibisha, lakini Yesu akakubali, akasema ametuondolea laana ambayo ni ya Torati, kwa maana amekubali kwenda msalabani. Kwa maana inasema alaaniwe aliyepelekwa msalabani. Haleluya. Msalaba wa Yesu umetuondolea, umetutolea laana ya Torati. Haleluya. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kubera mwanya, kwa sababu ya muda, reka twihute tuvuge ngo sinza kubisiga none. Twende kasi. Nakunda kubisiga ariko sibisiga none. Ndagaragaza nihuta. 3. Waduhaye umusaraba. Kile umetupa msalaba. Wadukishije. Umetukokoa muntu wake. Utu wa kale. Wadukishije. Umetuokoa nini? Muntu wake. Utu wa kale. Msalaba wa Yesu.
Msalaba wa Yesu wadukijije umetuokoa. Mtu wa kale. Utu wa kale. Mtu wa kale. Utu wa kale. Mtu wa kale w'umujinya. Utu wa kale wa kwa makasiriko. Mtu wa kale w'irari. Utu wa kale wa tamaa. Mtu wa kale w'ibinyoma. Utu wa kale wa uongo. Mtu wa kale w'ubugome. Utu wa kale wa ubaya. Mtu wa kale wa macakubiri. Utu wa kale wa magawanyiko. Utu wa kale wa kujipenda. Utu wa kale wa fitina. Msalaba wa Yesu. Kile umefanya. Tatu. Umetupa kuokolewa. Utu wa kale. Wagalatia 2:20. 2:20 Wagalatia. Ili tuende kwa kasi. 2:20. 2:20. Kadusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo nabambanywe na Kristo. Ariko ndiho. Nyamara sije uriho. Ahubwo ni Kristo uriho muri nje. Ibyo nkora byose biriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera Mwana w'Imana wankunze akanyitangira. Amen. Tukomera Yesu amashi. Pigia Mungu makofi. Pigia Mungu makofi. Nabambanywe na Kristo. Nimeweza kusulubishwa na Kristo. Lakini nipo. Bali si mimi nipo. Kristo ndiye alipo ndani yangu. Hayo yote nayafanya kwa sababu ya imani. Mwana wa Mungu ambaye amejitoa na akanikomboa. Haleluya. Mimi ambaye nilikuwa na makosa. Nami vile nilikuwa. Alafu lakini si mimi nipo, bali ni Kristo ndani yangu ndiye anamfanyia na imani Bwana wa Mungu ambaye amenipenda na akajitoa kwa ajili yangu. Haleluya. Nawe amekupenda. Rudi kwa maneno yako. Jirudie tena. Jirudie nawe tena. Vile ulivyo kote. Amekupenda Yesu. Msalaba wa Yesu umetuondolea utu wa kale. Utu wa kale. Sinawaambia vile nilikuwa ni mtu wa mazozano. Kuna mtu ambaye tumekomana naye yuko Kibuye. Akaniambia nimeshangaa. Kwani ile uzozano imeisha? Kwa sababu nilikuwa ni mtu ambaye ni mazozano. Nilikuwa ni mtu ambaye ni wa mazozano. Mtu mmoja amewahi kunipiga akinishinda miaka. Nikamwambia sitakulilia na sitakutoroka. Na sitakwambia kama na alikuwa mkubwa. Akanipiga. Nikamshika mguu nikanyamaza. Nikatafuta vile ya kumuuma meno. Akanipiga mpaka akatoroka. Akaenda akatoroka. Kwa sababu mimi nilikuwa ni mtu wa masiriko. Ni mtu wa hasira, mtu ambaye amezaliwa. Amekuja kina nani? Angekuja kama nani? Nilikuwa ni mtu wa mazozano. Lakini hayo yote Mfalme Yesu ameondoa. Na ishara. Unitusi uone kama nitakujibu. Ama uniambie nione kama nitafanya. Imeisha. Kila Yesu atafanya. Jambo la tatu kwa msalaba ambayo imetuondolea utu wa kale. Haleluya. Elalita. Ongela sveglo marigita ton. Andro lo ele garias. Bregas cash. Hashimu bambiwe akisungeni. Hashimu bambiwe akisungeni. Hashimu wabambiwe wakisungeni. Ni maana ya Yesu. Kama wewe unatawaliwa na utu wa kale. Kama unatawaliwa na utu wa kale. Wewe hujaweza kuitawala. Hakuna kwingine utatoa. Na lao kitakacho kuponya msalaba wa Yesu. Maana mtu akifika msalabani anaondolewa utu wa kale ya zamani. Bali si mimi nipo, bali ni Kristo yumo ndani yangu. Huyo huo namfanyia kwa sababu ya imani. Mwana wa Mungu ambaye amenipenda na akajitoa kwa ajili yangu.
Mungu apewe sifa. Mungu ainuliwe. Apewe sifa kwa kutupa Yesu. Asifiwe kwa kutupa Yesu. Asifiwe kwa kutupa Yesu. Asifiwe kwa kutupa Yesu. Hallelujah. 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 Bella tendre. Wangisungeni ni mana. Hallelujah. Hallelujah. Nne. Kandi imbaraga zo musaraba zaduhaye. Ambacho tumepewa msalaba. Uwo musaraba. Msalaba. Ngo wadukijije. Umetokoa ulimwengu huu. Wadukijije. Umetokoa nini? Isi. Ulimwengu. Isi yavuze siniki. Ulimwengu akisema ulimwengu. System ya dunia. Isi fite system. Inayo mbinu. Sinzisubiramo. Aturudi. Isi fite system. Saa hii dunia ina mbinu ambayo ni kubwa. Ko barakora za robo. Wanafanya robot tangaje. Ambazo ni ngumu. Robo zibazo zabatuma guhaha. Robot ambazo wanatuma kwa posho inaleta kila kitu. Wanaiambia maneno na inaenda. Wanaifanyisha vitu za ajabu ajabu. Dunia inatumia mapepo. Dunia aturudi. Ni vile muda unasonga. Tungezungumzia mbinu za ibilisi. Lakini vile ibilisi peke yake ana majina karibu ya 90. Lakini si tulikuwa tunasema dunia inawasumbua watu. Dunia inatusumbua sana. Kimbilio letu ni wewe, Mungu wa vizazi vyote. Kimbilio letu ni wewe, Mungu wa vizazi vyote. Yohana akaandika akasema kilicho duniani ni vitu tatu. Ni kiburi cha macho, ni tamaa ya macho, tamaa ya mwili na kiburi kwa dunia. Yaliyoka dunia humu ni matatu. Ni tamaa ya macho, tamaa ya mwili na pia kiburi. Lakini akasema dunia inaishi na tamaa yake. Inaishi na tamaa yake. Lakini wanaofanya mapenzi ya Mungu wataishi daima. Hallelujah. Dunia inaishi na tamaa yake. Lakini anayefanya mapenzi ya Mungu ataishi daima. Milele daima. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Asifiwe. 6:16 twasomye. 6:16. Kasema mimi si na kujisifu kwingine. Najisifu msalaba wa Yesu. Msalaba umefanya dunia ikawa imesulubishwa kwangu, nami nisulubishwe kwake. Msalaba imefanya kwangu nimeweza kusulubishwa kwa dunia. Si dunia haina mimi, nami sina dunia. Unajua watu vile wana dunia mioni pao. Unajua dunia zimejaa mioni penyu. Dunia kundi, dunia uchuki, dunia ya fitina na mengine yote. Lakini msalaba umetuokoa dunia, kwa sababu dunia imesulubishwa kwa sisi, nasi tukasulubishwa kwa dunia. Haina nguvu kwa sisi, nasi pia hatuna nguvu kwa sisi. Msalaba umetuokoa dunia. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Hallelujah. Tano. Msalaba. Awaruguru narisomye abavuze bashaka kwasoma nigice cya 3:14. Aho umusaraba dukijise 3:14. Gatanu rero. Tano. Ngumusaraba. Msalaba. Ngo waduhaye. Umetupa kuzarwa n'Imana. Kuzaliwa na Mungu. Watugiza abana b'Imana. Umetufanya wana wa Mungu. Msalaba. Watugiza abana. Umetufanya wana wa Mungu. Turabana b'Imana. Tu wana wa Mungu. Tu wana wa Mungu. Turabana b'Imana. Tu wana wa Mungu. Hallelujah we. Hallelujah. Bwana asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu. Turabana b'Imana. Sisi ni wana wa Mungu. Turabana b'Imana. Turabana b'Imana.
Petro amesema hawakuzaliwa na watu bali wamezaliwa na neno la Mungu. Haleluya. Wana wa Mungu. Wana wa Mungu. Kuna watu wa Mungu. Kuna wana wa Mungu. Wana wa Mungu ndio wamoja watakaourithi ufalme. Watu wa Mungu hawataurithi. Tunachangia kupona, kuzaa. Tunachangia. Kuna mama ameandika baraka 7. Wana wa Mungu ambao wana upekee. Kwa baraka 5 inasema ni kupewa uruhusa ya kuwa mwana wa Mungu. Wale walioko kanisani, wale ambao tunashiriki na wale tumeshiriki leo, sote si wana wa Mungu, lakini sote si watu wa Mungu. Wale wa Kenya wote ni watu wa Excellency Ruto, lakini wa Kenya wote si wana wa President Ruto. Watoto ndio wataurithi ufalme. Msalaba umetupa kuzaliwa na Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. 4 murongo wa igice cya 4 murongo wa 4 kugeza kwa 7. Igice cya 4 murongo wa 4 tugeze kwa 7. Maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore, kandi wavutse atwarwa n'amategeko, ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Kandi kuko muri yo, kandi kuko muri abana bayo, nico cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu, avuga ati abadata. Nico gituma tutakirimbata, ahubwo uri umwana. Kandi rero ubwo uri umwana, uri n'umuragwa, urihawe n'Imana. Amen. Haleluya. Haleluya. Sisi ni warithi, tutarithiwa. Biblia inasema nami nitaenda, nina uwanja, taenda. Sisi ni warithi, sisi ni warithi. Tumekuwa wana wa Mungu kwa sababu ya msalaba wa Yesu. Sisi ni wana wa Mungu kwa sababu tu wana na tu warithi, tena tutarithi. Haleluya. Tunao urithi, tuna urithi, tuna urithi na urithi na urithi tarithi. Haleluya. Oh. Amen. Amen. Mugabwe ikintu cyakise kimbaye none usigaje niba byarigiye kuba ngufu ariko nadatekereje nyuma bwabwe ngufu. Naringiye gucika kwicara natekereje ari yansa ngumuzunye dase bishop ashaka kusubika ngono naho ngize ariko nari ntekereje amagambo namavuga ngo yesohoka bukeya n'agakapu kanje namagana ni marankure telefone bishop aramenye ko yaranje niba yigisha n'abatigishira murebe zafuki hatoya nari ntekereje gusema amagambo y'umusaraba kwa nafikiria maneno haya msalaba natekereza nikafikiria navuga ngo reka tora agakapu kanje bukeya kasema hata nichukue begi yangu kidogo namagura telefone alafu nitoe simu bishop nashaka kugisha natashabushi ariko Imana shibuka duhaye ubwenge ndavuga turi kuga ndakundi kanihanga. Amen. Haleluya we. Bwana sifiwe sana. Amen. Turabana. Sisi ni wana. Turabana. Sisi ni wana. Turi nabaragwa. Na tena warithi. Tuzaragwa. Tutaridhiwa. Nazazoshayo. Nami nitaenda. Niho Yesu bamubambe kugira ngo ndewe babarigwe ibicumuro. Haleluya. Haleluya. Asifiwe sana. Cha 6 ya 6 ngo yaduhaye guhabwa umwuka wera we. Ametupa kupewa Roho Mtakatifu. Yaduhaye guhabwa umwuka. Ametupa roho. Wa musaraba. Msalaba huyo waduhaye guhabwa umwuka. Umetupa kupewa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kama vile Roho Mtakatifu kama vile umwuka nk'umuvugizi. Roho Mtakatifu kama mtetezi. Kama Roho Mtakatifu kama vile
ambaye analea kanisa. Paulo akawaandikia Warumi akasema kama roho aliyemfufua Yesu yumo ndani yenu, muamini ya kuwa nanyi pia itawabeba hivyo kama vile wengine. Huyo roho anakaa ndani yetu. Umuntu wihani byose umwuka w'Imana uturiye mu mutima n'umuntu wihani byose. Haleluya, haleluya, atukuzwe, asifiwe. Osibasoma kwa masaa yagiye 3:14 3:14 Wagalatia hanyunganye imisizo cyanyuma cyaduhaye ya mwisho. Imana ishimwe kunyarangisha. Mungu asifiwe kwa nimemaliza kwa sababu ya furaha. Je, wasababu nalije gucika ngotahe reko naza none kuyaneza ni nabwo n'ubuntu bw'Imana n'imbaraga z'Imana. Neema ya Mungu. Chaka ya 7 nguduhesha kwera, anatupa kutakaswa, imbuto z'umwuka wera, kuzaa tunda za roho. Anatupa kufanya nini? Kwera, kuzaa imbuto, tunda la roho, tunda la Roho Mtakatifu. Ambaye hajafika msalaba hawezi kuzaa tunda la roho. Haiwezi. Hawezi kuwa na upendo, hawezi kuwa na furaha, hawezi kuwa na amani, hawezi kuwa na utu wema. Kwa maana aliye na tunda la roho mtu aliyefika msalaba. Ya 7 msalaba imetupa kuzaa tunda la roho. Aliyefika ana amani, aliyefika ana upendo, aliyefika ana utu wema, aliyefika hana unafiki, aliyefika ana tunda la roho. Kwa maana anayepewa ni aliyefika msalaba. Tasoma tukimalizia ili tuingie kwa meza ya Bwana. Asifiwe. Amen. Ni jinsi gani unaweza kuwa na tunda la roho na hujafika msalaba? Haiwezekani. Anayepewa tunda la roho ni aliyefika msalabani, ndiye anakuwa na tunda la roho. Asiyefika hawezi kufanya. Mwandishi mtaalamu akasema karama za roho watu wanaweza wakaiga, wanaweza wakazifanya fake, lakini tunda la roho haiwezi kuiga, haiwezekani. Yesu akasema mtawajua tuwatandua kwa matendo. Ni hivyo tu. Solution ni hiyo tu. Utawajua, utawatambua kwa matendo. Na hiyo matunda mnapewa lini? Tukifika msalabani. Tunapewa na msalaba. Mungu awabariki. Soma tukimalizia. Haleluya. Igice cha 5 murongo 22 kutoka 5:22-25. Tusome 5:22. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, n'ibyishimo, n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Amen. Haleluya. Haleluya. Yaliyo kama hayo, kwihangana, kuvumilia, kujilinda ni tunda za roho. Unajua vile watu kuvumilia inawashinda. Kuvumilia, mimi siwezi nikamvumilia la. Mimi siwezi nikamvumilia. Huna tunda la roho. Unajua kwa nini? Kwa sababu hujafika msalaba. Siku utafika msalaba, utapewa tunda hili la kuvumilia. Utapewa tunda la uvumilivu. Ya uvumilivu utapewa. Nasoma neno. Mesemaje? Mesema kwangu hakuna kingine na sifa ngalau msalaba wa Kristo. Huyo msalaba umefanya dunia ikae ni sulubisho kwangu, nami ni sulubisho kwake. Mesema neno la msalaba kwa wanaoangamia ni upumbavu, lakini kwa wanaookolewa ni nguvu ya Mungu inayopea muamini yote kuokoka, kuanzia Myahudi mpaka Mtaifa. Aliyefika msalabani umekombolewa, umekuwa huru. Yesu yupo. Mwimbaji akasema anasafisha kwa damu, na sasa ndio umpige makoti, na kwa sababu umemkosea. Kuja haraka, kuja haraka. Edha siku ni leo, edha ni leo. Sikiza, Zakaria ameandika uongo mkubwa wa shetani, uongo mkubwa wa ibilisi. Anamwambia mtu utatubu kesho,
na tena hujui kama kesho utafikisha. Shetani ni baba yake na uongo, ndiye uongo mkubwa, uongo mkubwa, uongo mkubwa wa Ibilisi. Anamwambia mtu utatubu kesho, na tena hujui kama utafikisha. Siku yako ni ya leo. Kama hujafika msalabani, umesikiza maneno haya, chukua hatua, chukua hatua. Waacha kujifanya mgumu, waacha kujifanya mgumu. Maybe siku yako ni leo. Mungu akurehemu. Neno la Mungu litubariki. Amen. 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 Mweza kina mama, tumpe kina mama. Aombe neno la Mungu dikoni wakipitisha meda. Ilikuwa lazima tuliseme. Karibu sana kwa masengesho. Karibu sana kwa maombi. Turaguhimbaje mwami Imana yacu. Haleluya. Turashima ijambo ryawe watugeneye Imana kuri uyu munsi. Turashima ijambo ryawe Mana rizaryongera kurema imitima y'abera. Ushimwe kandi uhimbazwe. Urahambaye wa Mana we, urahambaye Mana. Urahambaye data.